ni kwa namna gani tunaweza kumshinda shetani na vita zake. Je, tunaweza kumshinda shetani kwa kuomba sana? Au tunaweza kumshinda shetani kwa kukemea sana? Au kwa kutoa sadaka nyingi? Ila tunawezaje kumshinda shetani basi? Katika kitabu cha Matendo ya Mitume 19 mstari wa 15, kuna wajamaa ambao ni wachawi tu, wahuni ambao walikuwa wanamuona Paulo anatoa pepo kwa jina la Yesu, na pepo wanakimbia, wanamuogopa. Na wao wakasema, wakajaribu kutoa pepo kwa jina la Yesu wa Paulo. Walipoona mtu aliyepagawa na mapepo, wakamwendea wakamwambia, tunakuamuru utoke kwa jina la Yesu wa Paulo. Unajua pepo aliwaambiaje? Akawaambia, Yesu ninamjua na Paulo ninamjua, nyie ni wakina nani? Maana yake ni kwamba hatuwezi kumshinda shetani kwa maneno, hatuwezi kumshinda shetani kwa kukemea, hatuwezi kumshinda shetani kwa kuomba sana, bali tunaweza kumshinda shetani kwa neno la Mungu peke yake. Pepo aliwaangalia wale hawana kitu, wale walikuwa wanaongea maneno matupu, lakini ndani mwao hakuna neno. Unajua kilichotokea? Wale pepo waliwararua wale jamaa. Wewe unapoenda mbele za Mungu kuomba au kukemea, unalo neno ndani mwako? Manake kama huna neno, pepo atakurarua. Pepo anakujua, anakufahamu kwamba ndani mwako wewe ni mweupe, ni mkavu. Kama huna neno la Mungu, huwezi kumshinda. Atakurarua kama alivyowararua wale jamaa. Kwa hiyo maana yake kuzimiliki nguvu za Mungu si katika kukemea sana na kuomba sana, bali kuzimiliki nguvu za Mungu wa kweli ni kulisoma neno lake na kuliweka ndani mwako. Nguvu za Mungu hazipo katika mdomo. Nguvu za Mungu hazipo katika kukemea au kuongea. Nguvu za Mungu ziko ndani. Wakati mwingine ukiwa na nguvu za Mungu ndani mwako, kwa maana neno la Mungu, pepo mwenyewe anajua na anaogopa, haihitaji hata kuongea chochote. Pepo anaweza kukimbia hata hujaongea neno lolote. Pepo akakimbia mwenyewe kwa sababu ameona ndani mwako umejaa nguvu za Mungu. Mfano mwingine ni Nabii Elia. Nabii Elia alivyokusanya wale manabii wa Baali, akawaweka pale na sadaka zao, kwamba leo idhibitike ya kwamba ni yupi Mungu wa kweli kati ya Mungu wa Israeli na Mungu wa Baali. Wakaweka sadaka zao pale. Ukisoma pale huoni sehemu ambayo Elia alienda kuomba sana mbele za Mungu, bali kwa sababu alikuwa amejaa nguvu za Mungu, alitamka maneno machache tu, Mungu, Mungu wa mbinguni, na idhibitike kama upo. Moto ukashuka, ukalamba ile sadaka, ukalamba maji, ukalamba na zile kuni. Mambo yanatokea. Hahitaji kukemea, hahitaji kuomba sana. Unazo nguvu ndani mwako. Hutaweza kumshinda shetani kwenye maisha yako kama haujasoma neno. Neno la Mungu aliko ndani yako. Huna namna yoyote ya kuweza kumshinda shetani. Nataka kushauri kitu kimoja. Nguvu za Mungu hazipatikani kwenye sadaka nyingi. Kwamba watu wakikwambia ukitoa sadaka nyingi, kuna dhabihu yoyote ambao unaweza ukasema uitoe ili kwamba upate nguvu za Mungu. Nguvu za Mungu hazinunuliwi kwa namna yoyote. Nguvu za Mungu ni katika neno la Mungu. Ukisoma neno la Mungu utakuwa na nguvu na uwezo ndani mwako wa kuamua jambo lolote na kuzungumza chochote mbele za Mungu. Lakini kama huna nguvu za Mungu, hata ujasiri wenyewe huna. Utaenda kuwekewa mikono kila siku. Utaenda kutoa sadaka, si sadaka za kukombolewa, si sadaka za vitu gani, wakati nguvu za Mungu hazinunuliwi. Unaye Mungu ndani mwako, unayo mamlaka. Wapendwa, ninachowashauri ni kitu kimoja. Tusome neno la Mungu. Neno la Mungu likikaa ndani mwenu kwa wingi, unayo nguvu kubwa sana. Unajua Mungu anatupenda sana. Mungu ametupa jina lipitalo majina yote, ambalo ni jina la Yesu Kristo. Kwa jina hilo tunashinda na zaidi ya kushinda. Lakini sasa kama hilo jina hujaliweka ndani mwako katika neno hilo la Mungu, utawezaje kushinda? Utawezaje kushinda?